Baba uishie milele, Mungu wa zamani zote, kwako tulitoka na kwako tutarudi. Ili kupendeza Baba yetu, siku ya leo ujichukulie kwako kijana wetu ambaye sisi tulimtamani na kukaa naye, ambaye alikuwa mshauri wa familia, mchapakazi wa familia, mtu anayewajibika kwa kutenda kazi, lakini kwako wewe uliona ni vema mchukue muda kama na huu. Baba yetu, maamuzi yako yapindiki, ni vile ulivyoamua, na ameacha pengo kubwa ndani ya familia ya kiroho kama vile ya kimwili. Hatutaweza kufariji familia ya kiroho kama vile ya kimwili, lakini wewe Baba yetu ambaye uliamua ya kwamba mchukue kwako, fariji familia, ziba pengo lililoachwa. Tunaamini ya kwamba unapoamua wewe una mpango mwingine mbadala. Huo mpango ni ufanye kazi ndani ya familia. Kanisa ijisikie ya kwamba kazi aliyoitenda imekombolewa. Familia ijisikie ya kwamba kazi ambayo angeliweza kuimalizia imetendeka. Tunaamini ya kwamba amuzi ilitoka kwako, ni wewe uliyeamua, na ni wewe utakayeziba pengo na kufariji familia zilizoachwa na kiroho kama vile ya kimwili. Ni kwa Bwana tunaomba na kutumaini. Amen. Amen. Injili kama alivyoandika Yohane sura 11 mstari wa 35. Injili kama ilivyoandikwa na Yohane sura 11 mstari wa 35. Tunasoma neno la Mungu katika Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Yohana 11 na mstari wa 35. Tunasoma katika jina la Yesu. Yesu akalia machozi. Amen. Amen. Baba yetu, tunakusanti kwa baraka yako katika jioni ya leo. Watu wako hapa kusikia neno lako, ni neno lako, sio neno langu. Wagawie wote ambao wameteka masikio ili kusikiliza hili neno, liwafariji na liwape imani mpaka siku ya baadaye. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Amen. Tumesoma mstari huu ambao ni mstari mfupi sana katika Biblia. Yesu akalia machozi. Hizi ni habari za rafiki yake ya Yesu ambaye aliitwa Lazaro. Lazaro baada ya kuugua, dada zake Maria na Martha walituma habari kwa rafiki yake Yesu ambaye hakuwepo katika kijiji kile cha Betania, kijiji ambako kilikuwa karibia Biblia kwa hesabu za Biblia maili 15. Maili 15 sio maili, sio sawa na kilomita, hapana. Maili ni ndogo kuliko kilomita. Watu wa Biblia walitumia sana hiki kipimo. Betania ni huko Lazaro aliishi pamoja na familia yake. Na siku hiyo wale wajumbe walipofika kwa Yesu wakamwambia kwamba rafiki yako tumetumwa kwamba tukwambie rafiki yako anaumwa. Yesu alisikia habari, alisikia ujumbe, akajifanya kama hakusikia, akaendelea na kazi zake. Baada ya siku 2 Lazaro rafiki yake akafa. Baada ya Lazaro kufa, Yesu akasema nafikiri tulipata ujumbe, anaambia wanafunzi wake, tulipata ujumbe kutoka kwa rafiki yangu kwamba alikuwa mgonjwa, lakini amekwisha lala. Yesu anatumia lugha kwa watu pale, kwa wanafunzi wake kwamba Lazaro amekwisha lala, lakini yeye hakuenda kule. Alikuwa bado hajafika kule ambako Lazaro amekufa, lakini alijua Lazaro amekwisha kufa. Mwanafunzi mmoja akamwambia kwamba kama amelala basi si tutaenda kumwamsha tu. Soma Biblia vile nasema twende. Wakaondoka.
imekuwa siku ya 4 baada ya kupata ujumbe kutoka kwa Martha, dada zake wa Yesu. Kwa sababu dada yake rafiki yako si dada yako? Amepata ujumbe kutoka kwa dada yake. Basi akafika Betania. Wakati alifika Betania, hakufika pale ambako palikuwa kilio. Alikaa nje. Akaa nje ya pale ambako kilio kilikuwa kimewekwa. Na watu walipofika, wakati walisikia Yesu anakuja, Martha akamtuma dada yake, wende ukamlaki, wende ukampokee. Kiswahili kizuri. Na Mariamu alipokwenda kule, kuna maneno amesema pale, hatutayaongea hapa kwa sababu katika neno hili Yesu akalia machozi. Sema neno moja tu, kulia. Ilela. Yesu akalia. Yesu analila. Upendo ama jinsi ulivyojisikia, jinsi ulivyoishi na yule mtu kwa tukio fulani, hiyo ndio kulia. Unaweza ukalie kwa kutoa sauti, unaweza ukalie kwa kutoa machozi. Lakini hapa katika neno hili tutaongea mambo mawili. Kwa nini Yesu alilia? Mambo mawili ambayo yaliacha Yesu alie. Ni mambo mawili tu, tutaongea kwa haraka sana. Neno la kwanza ambalo liliacha Yesu alie ni upendo. Tusome Luka mstari wa 13 sura 13 mstari wa 14 46 23 23:46. Luka 23:46. Neno la Mungu linasema, tunasoma kwa jina la Yesu. Yesu akalia kwa sauti kuu, akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Amen. Amen. Hii verse ndiyo mara ya pili ya Yesu kutoa machozi. Ina maana katika maisha ya Yesu alilia mara mbili tu. Alilia mara ya kwanza kwa kifo cha rafiki yake Lazaro, na mara ya pili alilia alipokuwa msalabani. Hapa Yesu analia kwa maumivu ya mwili. Amekwisha chabangwa viboko, amepigwa mijelegi, amegongomewa misumari. Maumivu ya mwili yakaacha Yesu analia. Na hii ndio asili ya sisi wanadamu wote. Tunatafakari jinsi ndugu yetu Ditone alivyoishi nasi katika dunia. Jinsi alikuwa anapenda kitu fulani, jinsi alinibembeleza wakati ya kazi fulani, jinsi alinifariji wakati nilikuwa na tatizo fulani. Yale yote aliyoyafanya mazuri, hata kwa mabaya mtu anaweza kulia. Yesu alilia mara ya kwanza kwa sababu ya nini? Kwa sababu alikuwa na masikitiko. Alimpenda Lazaro kama rafiki yake. Alimpenda sana Lazaro. Alikuwa na upendo wa kimwili kwa rafiki yake Lazaro. Ndio maana Yesu akalia. Hiyo ndio sababu ya kwanza ya Yesu kulia machozi. Siku alisikia habari Lazaro amefariki. Bwana Yesu atubariki sana. Na sisi sote hapa tunalia kwa sababu Ditone alikuwa na uzuri alikufanyizia. Lakini wengi
hii sababu ya pili, hawalie kwa sababu hii sababu ya pili. Wanalia kwa sababu hii ya kwanza, upendo wa ndugu, upendo wa rafiki, upendo wa jamaa. Yesu akalia machozi pale msalabani, ni kwa ajili ya mwili tu. Abo nyokwa biboko mwekwala mboa. Yesu akatoa machozi msalabani. Bwana Yesu atubariki. Sababu ya pili ya Yesu kulia, makumi mbili na mbili, makumi mbili na tatu nasema, nami nalijua ya kuwa wewe wasikia samani wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Naye akiisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. 14. Basi hapo natoa sababu ya pili ya yeye kulia siku ile ya Lazaro. Ama amesema kwamba Mungu, wewe ulijua kwamba hili litatokea, ili hawa watu wanaonisikia walio mbele yangu wapate kujua kwamba wewe ndiye uliyenituma. Mimi siwezi kusikitika, kwa sababu alipokuwa wa kwanza kusema nami kwamba mimi nitaambatana nanyi, akaniambia, ninyi mna utaratibu gani? Mimi nilibatizwa katika kanisa la Katoliki. Nikamuuliza, Wakatoliki wanabatiza mara mbili, ulibatizwa ubatizo gani? Akasema nilibatizwa ningali mtoto. Nikasema haina tatizo, vile ulibatizwa ungali mtoto tutakubatiza tena kama unakubali. Kwa nini? Ni kwa sababu ubatizo ni kitu mtu anaamua mwenyewe, sio kwamba ni mtoto kwa imani ya baba yake, kwa imani ya mama yake umbatize. Filipo akamwambia, mimi nini kinanizuia sasa nisibatizwe? Akasema maji. Alikuwa anaongea na Filipo. Filipo akasema maji hapo hapa karibu tu, ukikubali hapa twende tukubatize. Ubatizo ni mtu mwenyewe anaamua. Ndio maana tukasema hapana, tutakubatiza kwa maji mengi tena. Mungu atubariki. Labda unalia tu kwa sababu ya upendo na hujamwamini Bwana Yesu. Kama Yesu alilia ile siku Lazaro amefariki, alijua kwamba wale wote Wayahudi hawajamfahamu kwamba yeye ni mwana wa Mungu, hawajui kwamba yeye ni Masihi. Ndio maana nasema ulijua huyu atakufa, ili watu hapa wajue kwamba mimi nimetumwa na Mungu na mimi ni Masihi. Mungu atubariki sana. Amekwisha fanya miujiza mingi. Yesu ameponya wagonjwa, wenye macho kupofuka, walemavu, viziwi, wote amewaponya. Lakini bado Wayahudi hawajajua kwamba huyu ndiye Masihi ametumwa na Mungu. Ndio maana Yesu akalia machozi. Kumbe hivi vitu vyote ninafanya hapa, hawa watu mkutano wote haujaamini kwamba mimi ni mwana wa Mungu, nimetumwa ili kuwaokoa Wayahudi. Yesu akalia machozi. Mungu atubariki sana. Lia sana moyoni mwako kama hujamwamini Bwana Yesu. Hapana kulia kwa sababu Kristo ametuacha kimwili. Wewe ambaye hujamwamini Bwana Yesu, ulie, utoe machozi. Kwa sababu ukitoa machozi itakufundisha umwamini Bwana Yesu. Na ukimwamini Bwana Yesu utakuwa umepona. Hata ukifa, ni vile Biblia inasema, hata ukifa utaishi tena. Maisha ya duniani ni ya muda kitambo, yanatoweka kama ua, lakini jililie wewe na nafsi yako. Ukifa utaishi. Mungu atubariki. Amina. Bwana Yesu asifiwe.
Tumesikia neno nzuri, neno fupi sana, kulia. Yesu alilia, na tumeonyeshwa sababu mbili za Yesu kulia. Na katika hitimisho anasema kilichomliza Yesu kabisa ni kuona kwamba watu hawamwamini. Hapo Bethania alikuwa ametoka tu wampige mawe. Ilikuwa bado ni wiki 2 tu. Alikuwepo hapo Bethania, anataka kumpiga mawe kwa sababu amesema kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Niliyoyatenda kwenu mengi sasa yatosha, hayakuwa na thamani nilivyokuwa nanyi. Niliyoyatenda kwenu mengi sasa yatosha, hayakuwa na thamani nilivyokuwa nanyi. Sasa umefika muda wa kuachana. Niliyoyatenda mabaya kwenu, naomba mnisamehe. Sasa umefika muda wa kuachana. Niliyoyatenda mabaya kwenu, naomba mnisamehe. Niliyoyatenda kwenu mengi sasa yatosha, hayakuwa na thamani nilivyokuwa nanyi. Niliyoyatenda kwenu mengi sasa yatosha, hayakuwa na thamani nilivyokuwa nanyi. Sasa umefika muda wa kuachana. Niliyoyatenda mabaya kwenu, naomba mnisamehe. Sasa umefika muda wa kuachana. Niliyoyatenda mabaya kwenu, naomba mnisamehe. Naomba mnikumbuke kwa mema niliyowatendea. Msinikumbuke kwa mabaya, wapendwa, chini ya jua sote ni wakosaji. Naomba mnikumbuke kwa mema niliyowatendea. Msinikumbuke kwa mabaya, wapendwa, chini ya jua sote ni wakosaji. Alikuja kwa walio wake, walimkataa. Israeli, taifa teule, walimjia kwa panga na marungu kama kwa vita, wasijue kuwa yeye ndiye aliyewakomboa. Walimjia kwa panga na marungu kama kwa vita, wasijue kuwa yeye ndiye aliyewakomboa. Wagonjwa aliwaponya, na wafu walifufua Bwana. Wagonjwa aliwaponya, na wafu walifufua Bwana. Yote hayo hawakutambua kuwa ni mema kwao. Alikuja kwa walio wake, walimkataa. Israeli, taifa teule, walimjia kwa panga na marungu kama kwa vita, wasijue kuwa yeye ndiye aliyewakomboa. Ibada ya kwanza ndani na ya nje pale, ya pili tuwe nao tena hapa. Tunaanza kipindi na maombi. Tutakaribisha shemasi wetu Claude anafungua ibada hili kwa maombi. Karibu. Mwingi wa rehema ni wewe, mwingi wa fadhila ni wewe. Tazama, umeanza pamoja nasi tangu asubuhi hadi muda na saa kama na hizi. Tunaweka programu yote mikononi mwako. Tunakuwa kwenye hatua ya 3. Ututawale mahali hapa. Tunaomba walinzi kutoka mbinguni
wafanye kazi yako. Asante kwa maana huduma hii sio kwa maana yetu, bali ni wewe umependa tuwe katika huduma hii, na ndio maana tunaiacha mikononi mwako, uibariki na kuilinda. Tunakushukuru kwa maana utakwenda kutufariji sote kwa kuachwa na ndugu yetu. Acha hatua hii ya 3 ungelikwenda kuimaliza Bwana. Tunakuomba na kukushukuru kwa maana tumesononeka, tumekwenda kusononeka sana. Asante Baba kwa maana watosha, utatufariji. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, kimbilio la maisha yetu. Amen. Amen. Ni kama kupanda na vuna, apandaye katika mwili atavuna uharibifu. Tukimtumikia Mwokozi tutapata thawabu mbinguni. Yafaa kuishi na kufa katika maneno ya Mungu, kwa neema kubwa kabisa, na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa, na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa. Wakristo watapoingia mbinguni kumsifu Mwokozi, na mimi nataka kufika kuimba pamoja na wanadamu waliohudumu kwa pendo, watamuhimidi milele. Waliohudumu kwa pendo, watamuhimidi milele. Waliohudumu kwa pendo, watamuhimidi milele. Kuimba sio tu kwa sababu ni maneno mazuri ya wimbo, lakini kuhudumu ni kutumika kwa kusudi la Mungu katika uhai wako hapa duniani. Lazima ujue Mungu amekuleta kufanya nini duniani. Wewe wala sio matokeo ya azari, Wafaransa wanasema, ya bahati nasibu. Umeumbwa kwa ajili ya lengo na shabaha, tena kwa kusudi sio la mwanadamu, ni la Mungu peke yake. Yaani hata kama wazazi wako wasingeamua kuoana, wewe ungezaliwa tu, kwa sababu nafsi yako imetoka, si kwa sababu ya viungo vya wazazi wako, lakini nafsi yako imetoka katika kusudi la milele la Mungu. Na maisha yako hapa dunia kuwa ndugu fulani, mtu fulani ataishi ulimwenguni fasi fulani, ulitimize, ulijue na ulitimize. Kwa bahati mbaya tunapokuja duniani tunamsahau Mungu aliyetuleta hapa duniani. Hiyo ndo balaa. Maisha yako yanahudumia nini? Maisha yako yanahudumia nini? Ndio maana mwimbaji katika mwanzo amesema kwamba ni kama kupanda na kuvuna. Kila unachokifanya kina matokeo yake katika umilele. Ndio maana inatakiwa uchunguze sana matendo yako, kwa sababu katika hayo matendo utavuna. Wanaotenda mabaya watavuna na wanaotenda mema watavuna. Lakini wema mkubwa kwanza ni kuwa ndani ya Yesu, alafu kisha kuwa ndani ya Yesu fanya mambo yote yanayompendeza Mungu ili uweze kuhudumu na kuishi na Yesu milele na milele. Bwana asifiwe. Amen. Hilo neno libarikiwe na Bwana kwa namna hii ambayo tunaona ndugu yetu anadumbukizwa katika kaburi. Mungu atubariki. Amen. Amen. Tunataka kwenda katika maombi ya kuombea kaburi na pumziko la milele ambapo ndugu yetu atakwenda. Baba, katika jina la Yesu Kristo mfalme wetu mkubwa, asante kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu na wa kweli. Mahali hapa watu walipaona pa kawaida na watu labda walipafikiria kupafanyia mambo mengi na labda kulifanyika kazi nyingi, lakini kwa leo imekuwa nafasi ambayo tunahifadhi mwili
wa mwana wako Heri Msaselwa, ambaye kwa kusudi lako wewe ulimfanya akutambue, fanya kuwa wana wako na ukawapa uwezo wa kufanyika wana wako na warisi katika ule uzima wa milele ambao unaandalia wanadamu wote. Maisha hapa duniani ni mafupi, lakini hapa mahali hapa Bwana tumepaweka wakfu mbele zako kama vile ulivyochukua nafsi yake, na ni mahali hapo utakapomuita katika ule wito mkuu upatakasi kwa jina la Yesu. Tunapanasua kinyume cha kila nguvu za giza, nguvu za anga na misitu, nguvu za bahari, virukaruka na Waajemi, kila namna yote ya roho zisizokubali jina la Yesu Kristo. Tunakemea kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, tukialika mamlaka ya mbingu kuwa mahali hapa, utawala wa mbingu na uvuvio wa mbingu kuwa mahali hapa. Hata utakapokuja wewe Bwana, mahali hapo paweke muhuri kwa ajili ya kumbukumbu ya nafsi ya mwana wako. Tunaamini ardhi itampokea, lakini ardhi itamtapika wakati wa mwaliko mkuu utakapokuja wewe Bwana. Asante Yesu kwa sababu umetakasa mahali hapa. Asante kwa sababu umepaweka wakfu. Basi kubali mikono itakayo kwenda kumgusa na kuweka mwili huu iwe imetakasika. Lakini na yeye pia, japokuwa mwili wake utakwenda kuoza mahali hapa, roho yake itoke hapa katika mwili mpya wa ufufuko. Tunaamini hilo umekwisha kulifanya. Katika tumaini letu ndani ya Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mbomba wane na ule bomba kamene na uke no etani nyate na mwana mbomba wane makarone na uke mbomba wane makarone na uke etani nyate na mwana mbomba wane makarone na uke. Sura yake ya 12 na mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, nayo mavumbi huirudilia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudilia Mungu aliyeitoa. Amen. Amen. Mzee wa kanisa, wenyewe wanaleta yenyewe maisha na kufa na njoo kifo huko na maana. Yaani mimi huo ufufuo na uzima, yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Amen. Amen. Hapo ushione hapo.
Karibu kwa mzee Bernard kwa kufunga kwa maombi. Karibu. Tunakushukuru. Waswahili wanasema kazi ya Mungu haina makosa. Japo umiza lakini ndivyo uliona. Tumemaliza kazi ya kumstiri ndugu yetu au mwili wa ndugu yetu Tito waliotutuma na kujitolea kwa ajili ya kazi. Ni kazi ngumu ambayo iliomba mtu afanye yari yake, na kwa ajili ya hili unawaona wote uwabariki. Bwana, usiruhusu haya maeneo kugandamizwa na kutawaliwa na watu sio na nia njema na mwili. Wewe uhifadhi mwili huu kama ulivyohifadhi mwili wa Musa ulipotamaniwa na yule mwovu. Basi katika kurudia kwetu tutangulie manjiani, wende na sisi katika hatua zetu. Amani yako iwe na sisi, lakini uwe faraja kwa familia, kwa jina la Yesu. Amina. Turudi tena kwa utaratibu, kwa nyimbo, sio kwa mbio kama tulivyokuja. Byabulebile byabote washikala tuichuka twalolebile bitudumia batu baadaye muda si mrefu, dans 30 minutes tu vitu vile sana badita mwakole manga umwalo wose unu wachutu watilicha manualo ndo aichi awitu mwana ditone bine tomaliza machi omchino sa tuli mwile inu mtambila na vitu akocha bose bashikabu miambo na ichutu watilicha munu molwa shieta tuli mutenda nibo batu bashi ani byabo bikolo bitiro bitopangairo bashingendo bali ulya wadikenge kanisa ile yano mandotele bana ba machi bali kwa mzee babuchwe metumashishi male yao abuke na bange bose bala batwashatenda mwi anamachi amwi eke mwi masolo ano achuwa amaki na twapanga nibo lusukulu abele iluto usaluto ndilunge bechosi twasangane lulu abele itibini twasangana mbulu lusukulu twachi ambi wakanya byose na twatenda nibo mwane ombalo mutu atiricha lumbaka yo mpango naone wachelele. Asante ubenu bose twashukuru. Sawa mkono maji na byo bino byotubira sawa gangi naongo wake mchango watu watiriche bakiulo watu abusukuru abi akamwichunya tebya ngine na omone bashe kombeza itatema mwechi wao byangene kabisa tebatenda presidao na to naona lolo abele longe bato babeneto amo bacho tusaidia uno mchakato wa etanano nabona cameraman mwakole manga wao achihutumia Mungu azidi ibe abobikela kabisa wabale bule na ebo bazidi mango mona ekyo image sawa mwakole bwana Dulis